Ebana, mambo vipi? Mkononi mwangu ni Aquas R6. Hii simu nimeshaifanyia review na nikaposti pale YouTube. Nashukuru Mungu, video sio kubwa sana lakini comments ni nyingi. Watu wamependa sana kazi yangu. Na kupitia video hii nimekutana na watu wawili ambao wamenicheki wakaniambia wanapitia changamoto na wanaomba niwasaidie. Issue ni kwamba wakituma message inajiduplicate, yani inaenda mara mbili. So nimekaa chini nikaona namna ya kuwasaidia. Nimeamua nitengeneze hii video ili kuelimisha watu wengi zaidi. Yes. Cha kwanza unachotakiwa kufanya, mtumiaji wa Android, unapopitia changamoto yoyote kwenye simu yako, kitu cha kwanza ambacho utafanya kwa haraka ni kulistart simu yako. Kulistart simu kunasaidia kufiksi malfunction ndogo nyingi sana. So nitaanza kwa kulistart hii simu hapa. Yes, kama bado tatizo bado lipo, usikate tamaa. Fanya njia inayofuata. Njia nyingine, utaenda pale kwenye ile app ya kutumia message ambayo ni hii iko tu hapa juu. Utaibonyeza, itakuletea option kama hivi. Alafu utabonyeza pale. Ukibonyeza unaenda sehemu pameandikwa storage and caches. Utaenda utabonyeza. Ukishamaliza, unachotakiwa kufanya sasa, utaclear caches na utaclear storage kama hivi. Ukishamaliza hapo, rudi kwenye app yako, nenda kaangalie tena, je, tatizo bado lipo au limeondoka. Njia nyingine, utaenda moja kwa moja kwenye setting. Chini kuna sehemu imeandikwa system. Utabonyeza, utaenda kwenye advance hapa. Kwenye advance utaenda kwenye sehemu imeandikwa reset option. Unachotakiwa kufanya ni kureset wifi, mobile and bluetooth code. Tutaliset hapa. Bonyeza chini hapo tena. Hapo nimesha reset. Ila njia hii huwa ina disable access point name call. Baada ya kufanya njia hii hapa, baada ya kufanya hichi kitu unabidi ukaseti access point name ili usije ukapata changamoto kwenye upande wa mtandao. Kwa nitarudi taratibu. Namaliza, nitapanda hapa juu. Sehemu imeandikwa network and internet. Nitaenda kwenye mobile network. Kwenye mobile network tutashuka chini kabisa advanced hapa, nitabonyeza. Nitashuka chini sehemu imeandikwa access point name. Nitabonyeza hapo. Kuna kialama cha kujumlisha hapa juu, utabonyeza. Alafu kwenye name hapa nitaandika 4.4.8.8 5G. Okay. Alafu hapa kwenye APN nitaandika 4.4.8.8. Nitashuka chini kwenye server hapa nitaandika www.google.com. Nikimaliza nitashuka kwenye sehemu imeandikwa APN protocol. Hapa nitachagua hii ya mwisho kabisa. Alafu nitaenda kwenye sehemu imeandikwa barrier. Kwenye barrier hapa utaselect zote. Hakikisha umeselect zote. Alafu nitabonyeza okay. Nikimaliza nitasave. Nikisha save hapa inabidi itokee. Setting hii hapa unafanya kwa simu ya aina yoyote. Baada ya kufanya hivyo utaenda tena kwenye app. Je, tatizo limeisha au tatizo bado lipo? Kama tatizo bado lipo, hapa tutaenda moja kwa moja Play Store. Tukifika Play Store tunachotakiwa kufanya kwanza, tutaenda kwenye account yako hapa, tutaenda kwenye manage app and devices, tutaenda hapa updates. Unachotakiwa kufanya sasa ukifika huko ni kuangalia kama app yako ya message ipo kati ya app ambazo ziko huko. Ina maana kama iko huko inabidi uifanyie update. Alafu then utarudi kuangalia tatizo kama lipo au limeisha. Lakini kwa upande wangu mimi hapa sioni. That means app yangu iko updated. So I have to skip to another procedure. So unachotakiwa kufanya nitatafuta app nyingine ambayo inatumika mostly kwenye Android. Na kwa sasa hivi app ambayo inatumika na Android phones nyingi ni Google app. Kwa nitakuja hapa nita search Google Message. Yes, Google Message ndio hii hapa, utainstall. Kwa upande wangu mimi tayari imo, nilisha install. Ukishamaliza kuinstall, utaenda utaiseti iwe ndo main app ya kutuma na kupokea message. Kama tatizo bado lipo, kuna njia mbili. Njia ya kwanza
ni kwanza upige simu moja kwa moja kwenye mtandao wa simu husika ambao unatumia. Kama unatumia Voda, Airtel, Halotel ama Tigo, unapiga moja kwa moja kwa mitandao ya simu, unawaeleza kama unaweza kutatua changamoto hii hapo. Lakini njia nyingine ni kurenew line yako. Kama njia zote hizo zitashindikana, kuna njia moja ya mwisho, lakini njia hii hapa ni very risky kwa sababu hapa unatakiwa ufanye factory reset. Na ukifanya factory reset, ina maana utafuta kila kitu kwenye simu yako na simu yako itaanza moja, itakuwa kama simu mpya. Na factory reset unaifanyaje? Utaenda kwenye sehemu ya setting, scroll mpaka sehemu imeandikwa system, utaenda sehemu imeandikwa advanced, utaenda kwenye reset option. Kwenye reset option kuna hii sehemu ya erase all data, kwenye mabano ni factory reset. So utabonyeza hapo alafu uta erase all data. Kufikia hapo nadhani unaweza kuwa umeweza kutatua changamoto yako. Lakini ikitokea umeshindwa baada ya kufanya kila kitu, inabidi uonane na mtaalamu wa software ili akusaidie. Shukrani sana kwa muda wenu. Please msisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye channel yangu for more content. Thank you.